Salama pendwa, I hope mko poa na mnaendelea salama. Sasa leo nimeona nitimize kilio cha watu wengi sana. Karibu jikoni, tuandae huu mkate wa kumimina au mkate wa sinia. Kama unavyoona hapa nina mchele wa aina mbili na nitatumia kikombe hichi hapa. Ni 1 cup na umeona kina ml 250. Sasa nitakwenda kupima vikombe viwili kwenye kila aina ya mchele. Mchele mmoja ni VIP na mwingine ni mchele wa Mbeya. Nitakuletea kwa karibu uone utofauti. Mchele wa Mbeya ni mzuri ila wa VIP ni kama huu unavyoona. Ni mbaya hivi, sio mzuri na ukiupikia ubwabwa hautoki vizuri. Na huu ni mchele wa Mbeya. Baada ya hapo utauosha vizuri mchele wako kama unavyoona hivyo. Hakikisha maji yamekuwa meupe na uloweke usiku kucha au kwa masaa 8. Hii hapa ilikuwa ni siku ya pili, tena ilikuwa mida ya saa 6, maana nilikuwa najisikia vibaya, kwa hivyo nikashindwa kutengeneza asubuhi. Na kama unaona hapo nyuma nimekuonyesha tui la nazi, nimepima vikombe 4 kwa kutumia kikombe kile kile nilichopimia mchele. Kisha utahitaji kuwa na hiliki na hamira. Baada ya hapo utaweka katika jagi lako ule mchele, utaweka hiliki, utaweka hamira kijiko kimoja kama hivyo ninavyofanya hapo. Kisha utaongeza sukari kikombe kimoja, kile kikombe ulichopimia tui pamoja na sukari pamoja na mchele, tumia kikombe hicho. Baada ya hapo utaweka tui la nazi kiasi ili uweze kuusaga huu mchele wako au kublend. Na mchele hakikisha hausagi mpaka ukalainika kabisa kama ule wa vitumbua. Uwe kama hivyo, uwe na vipati kwa mbali ili upate kitu ambacho ni kizuri. Baada ya hapo utaweka katika chombo chako na utamalizia tui ulilobakisha kama ulibakisha. Hakuna tui la pembeni, ni ile tui vikombe 4. Kisha utakwenda kuchanganya vizuri kama hivyo ninavyofanya hapo. Ukichanganyikana vizuri utakwenda kufunika na kuacha ufure au umuke. Kwa kawaida lisali moja inatosha, ila leo mimi niliacha kama lisali moja na dakika kadhaa hivi. Kwa hiyo ukafura zaidi, ukamwagika kama unavyoona hivyo, lakini hauna neno. Utatoa upepo vizuri kabisa. Baada ya hapo, injika sufuria zako jikoni, kisha weka mafuta ya kupikia kijiko kimoja. Yatakapopata moto kabisa, utakwenda kuweka ule mchanganyiko wako. Na kama unaona hapo, nikiwa naweka mchanganyiko, inakuwa kama ninakaanga hivi, kama vile vitumbua unavyokaanga vitumbua. Baada ya hapo, kama sufuria ni nyepesi, niliweka hizo baking tray kwa chini. Mpendwa, hazina maji, nimeweka tu ili kuzuia moto mkali usiunguze huu mkate. Na hii process unaweza ukafanya kwenye jiko la makaa pia. Kwa hiyo utaacha mpaka utakapokauka kama hivyo. Ukiweka kidole hakikisha hautoki na uchafu. Baada ya hapo sasa unaweza ukapalilia na makaa au ukaweka katika oven. Oven moto ni wote. Unaweza tukao mkali, kikubwa ni upate rangi. Kwa hiyo unaweza kukaa kwa dakika 5 au 10 utapata rangi ya aina hii. Baada ya hapo mkate wako utakuwa uko tayari. Utakwenda kupaka siagi kama ninavyofanya hapo. Na hii siagi lengo ni ungae vizuri na ulainike vizuri. Kisha utakwenda kufunika na kuwacha pembeni hadi upoe kabisa, ndo utakwenda kukata. Kwa hiyo inaweza kama masaa 2. Unaweza ukaupaka blueberry ukaufunika kwa usiku ukakata asubuhi vile upendavyo wewe. Baada ya hapo ukija asubuhi au baada ya kupoa, ukiutoa kwenye sufuria unatoka kiurahisi kama unavyoona hapo. Na mpendwa, unaona mkate wangu una rangi nzuri, ni kwa sababu niliweka zile baking tray. Na ninakukumbusha tu baking tray huweki maji, zinakuwa kavu. Kwa hiyo unaweza kuweka baking tray, mfuniko, sufuria kubwa. Kikubwa ni kuzuia moto usiwe mkali. Unaona unapata kitu kama hichi, mkate umechambuka vizuri kabisa. Na mchele wa VIP unapatikana madukani, maduka ya vyakula au masokoni mara nyingi. Bei yake ni 2900 tu na si vinginevyo. Ila pia mpendwa, unaweza kutumia mchele wa pishori kama uko Kenya, lakini pia kuna mchele unaitwa Madina wa basmati, ni mzuri nao pia kuutumia na unapendeza ukiutumia
katika upishi huu wa mchele wa mkate wa sinia. Na huu mkate hautaki mbwembwe mpendwa, hautaki mambo mengi. Yaani ukitulia, ukifuatisha kama nilivyokuelekeza, unapata kitu ambacho ni kizuri. Na nikwambie tu, kama hauna gesi, tumia makaa. Unaanza kupika juu, unaubandika kama kawaida, unaufunika, kisha baadaye unaupalilia na makaa utakapokauka vizuri. Mpendwa, nina imani umependa hii recipe na hautoacha kujaribu, na hata ukijaribu hautoshindwa. Usiache kulike, kushare na wapendao na wajifunze, pia kucomment kama una swali lolote lile ambalo linakutatiza. Naweza nisikujibu kwa wakati, lakini rest assured kwamba nitakujibu. Hadi wakati mwingine, ninawapenda sana. Shukran.